Yesu asifiwe. Nipende kushuhudia Mungu alichonitendea. Niseme ni kutokana na utii. Jumapili iliyopita baada ya ibada mimi nilishatoka, lakini baba alimtuma binti yake anifuate kwamba ananiita. Alichoniambia wakati alivyoniita, aliniambia wiki inayoanza print CV zako yani print CV napeleka katika taasisi mbalimbali ama ni mabenki, ingia kwa ajili ya uweze kupata kazi. Ikiwa last week pia nilikuwa nimemshirikisha kwa sababu kuna shida ilitokea kazini na ambayo ilipelekea mimi kuweza kukatwa mshahara na pia kuingia katika board of directors kuweza kujieleza tatizo lilokuwa limetokea. Sasa kitu nilichokifanya nilifutii kile ambacho baba aliweza kunielekeza. Sasa ile Jumatatu nimeingia, kuna jengo fulani tu sitaweza kulitaja lakini lina floor mpaka namba 10. Mimi nilichokifanya nilimwambia Mungu, kama baba ulivyomuelekeza nikifanye hicho nitachokifanya. Nilianza na floor namba 9 kwa sababu niliangalia namba 10 nilikuwa naona sio sehemu ambako naweza nikapeleka. Kwa hiyo nilianza na floor namba 9. Kweli nimefika pale, nilikuwa na CV yangu kweli kwenye mkoba lakini sikuwa sijaitoa bado. Nimefika pale reception, yule dada nikajieleza, nikamwambia mimi natafuta kazi. Akaniambia unatafutaje kazi wakati hatujatangaza? Sasa ile immediate niko naongea naye hivi alipita dada mmoja, kumbe ilikuwa ni head of department moja hapo. Sasa katika kujieleza akaniambia umesema unatafuta kazi? Nikamwambia ndio. Akanielekea akaniambiaje, hebu subiri. Akarudi, mimi nikiwa nimesubiri pale kwenye viti, akaniita akaniambia dada njoo. Kweli nimefika pale, kumbe nikakuta tayari wameshajiorganize ni panel. Basi katika kujieleza waliuliza tu unasema unatafuta kazi gani? Niliweza kujieleza, hata wakuomba CV. Katika yale majadiliano na kuweza kuongea walikuwa wananiuliza vitu mimi naweza kujibu, lakini mwisho wa siku rohoni nikaa nasema yale maombi yale ya kasi, kwa sababu mimi lile neno la kasi sikuliachilia tu hivi, hata kwangu niliandika kwenye kabati yangu niliandika kasi ya farasi. So nikaa nasema ile kasi ya farasi inijia hata kwenye mazungumzo. Sasa ile kasi walipokuwa wakielezea, mwisho wa siku akaniuliza unataka tukupe shilingi ngapi? Nilieleza mshahara wangu uliokuwa nataka. Mwisho wa siku akaniambia umepata kazi. Ni kitu ambacho sikukiamini, kwa sababu hata CV yangu hawakuwa wameiona. Walikuuliza mshahara ulipwe shilingi ngapi? Waliniuliza mshahara ulipwe shilingi ngapi. Baada ya ibada utaniambia ulitaja shilingi ngapi ili nikuchape makofi. Pigie Bwana Yesu makofi. Ni bora ukapiga makofi mengi sana ujue. Wow. Aha. Kitu kilichoendelea waliniambia tu kutakuwa na allowance walichonielezea, lakini wakaniambia utaingia kwenye benki, na nilikuwa ni tamanio langu mimi nifanye tena nirudi pia kwenye benki. Kwa hiyo walinitajia hiyo benki ambayo siwezi kuitaja, and hapa mjini walinipatia branch 3 ambazo nitakuwa nazifanyia, lakini walienda extra mile wakaniambia utakuwa pia unaisimamia Merelani na Namanga. Na pia zone ya Tanga. Kwa hiyo nilifly, kitu ambacho nilikuwa siamini kama ilikuwa ni tamanio langu. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Lakini na shuhuda tena nyingine ya pili. Ngoja kwanza. Kwa hiyo wewe umepata kazi bila kusubmit CV? Serious. Na tena niseme na mkataba nimesha sign, naanza tarehe 8 mwezi wa 7. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Amen. Haijatosha, mpigie Bwana Yesu makofi mengi. Kona mkataba umesha sign? Nimesign, hata huko kwenye simu pia. Wacha we. Pigie Bwana Yesu makofi tena. Mungu ameendelea kutisha. Yes, Mungu ameendelea kutisha. Aha. Maombi ya Jumamosi ya wiki iliyopita. Ndio. Niwe muwazi kweli, tangu madhabahu iwepo hapa Ngaramtoni. Ndio. Maombi ya Jumamosi nilikuwa sijawahi kuattend. Sasa siku ile
baba ali insist sana watu tuje ibadani. Kweli mimi nilikuja Jumamosi, baba akaa kiongoza maombi ya kasi. Kweli baba alivyokuwa akiongoza maombi ya kasi na alisema tutaje watu. Kweli mimi niseme kuna mtu alikuwa alinisababisha nikani nilisoma somo fulani na cheti fulani. Siwezi kukitaja hicho cheti, lakini hicho cheti ni kama yule mtu ni kama alikuwa amezimwa, yani kama tu katolewa kwenye maisha yangu. Kwa mimi wakati nikiwa nakuja nikamwambia Mungu, nishangaze hii Jumamosi, sijawahi kuja na this is June. Hebu kitu ninavyoenda kuvuka mwaka mwingine wa nusu ya pili. Yes. Ndio. Hichi kitu nilichosoma hebu kiwe na yani kifanyike. Basi wakati baba ukiongoza maombi mimi nilikuwa namsema kasi ya fulani. Kiukweli ukiangalia hata kwenye hata kwenye simu kama evidence, kama mtu hawezi kuamini. Last time tumewasiliana na huyu bwana ilikuwa ni 2024. Mwaka jana. Yes, mwaka jana mwezi wa tarehe 11 Septemba. Na ilikuwa ni kwamba kilichotokea hata zile conversation tulipokuwa tukiwasiliana alikuwa na delete for all. Kwa maana yake ni message zangu tu ndo zilikuwa zinakaa. Sasa nikanamwambia, nilikuwa nikimuinsist kweli anisaidie, lakini ikaa imepotea hivyo. Ndio. Sasa ile tumetoka maombi, nikaa nikimuita kasi ya fulani, naomba uje hivyo. Basi sasa ibada ya Alhamisi mkono wa Bwana. Kweli kulikuwa ni uzito kweli kuattend, lakini nisema hata nikikuta wamemaliza ngoja niende. Kweli baba wakati ukiongoza tena na ukasema hata nikikuta wamemaliza naenda hivyo. Kweli nimefika pale hata wakati tunaomba nilikuwa nikienda hivi upande wa hivi, lakini baadaye nikasema hebu ngoja niende hivi kama natoka, yani kama namuita. Ukamngangania hapo? Yes. Pige kwa Yesu makofi. Wewe unavunjika moyo, kuna watu wanangangania. Kweli nikaa nasema nafanya tu kama kitendo cha imani na kuvuta kwenye hii madhabahu hivyo. Basi nikaa nikienda naita jina. Tulivyomaliza ibada mimi niko kwenye usafiri narudi nyumbani. Ndio. Naingia ile WhatsApp nakuta ananiambia hello. Can we meet? Alafu akanitumia na link ya kitu ambacho nilikuwa nimesomea kwamba I should apply niweze kufanya hiyo kazi. Do you have the message? I have. Bring it, I see it first. Can I be Tomaso for a minute? Naomba niwe Tomaso kwa dakika moja kwanza. Leta tuone hapo. Wakaanze na hello kwa jina la Yesu. Au shetani kaifuta. Mimi nimethibitisha. Ukitaka mwenyewe ukimfuata kikukubalia haya. Yeah. Kwa hivyo kitu nilichokifanya alinitumia link na nimefanya, na hata leo asubuhi nimemwambia nimeshafanya hiyo kitu. Kwa ndo sijafungua kwa sababu tuko church. Lakini tukitoka nitajua kwa sababu hata jana alinipigia pia simu. Kitu ambacho hata simu zilikwisha kata, SMS alikuwa afanyi tena. Kwa namshukuru Mungu.